Katika vitabu vyote tofauti ya Qur'ani na Biblia, Muhammad hakukiri yeye ni njia, kweli na uzima, ila Yesu alisema mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa mimi. Wakati Yusufu anamuoa Mariamu, alimuona na mimba. Ule ulikuwa ni uasherati. Amemtolea mahari, amefikia level anataka aje kwake, akamuona na mimba, hawajakaribiana. Ule ni uasherati. Biblia inaandika wapi kwamba haya manywele bandia ni dhambi? Ukisoma kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango ule wa 2 mstari wa 9, pale Mungu anazungumza kwa habari ya mapambo, kutumia nywele bandia. Ukimpa Mungu mipaka, huyo sio Mungu. Sasa kama Mungu wako unaona hiki anaweza, hiki hawezi, kuna makosa. Mwingine anaweza kaniambia, mtumishi, mbona hilo agano la kale? Biblia inasema Yesu ni yule yule jana, leo na hata milele. Swahili Gospel TV yo yo yo. Utakutana na watumishi. Swahili Gospel TV yo yo yo. Ya mtazamaji wa Swahili Gospel TV, karibu katika exclusive interview. Leo niko na mtumishi wa Mungu ambaye natamani ajitambulishe kiunaga ubaga, jina lake na mahala ambapo yupo, alafu tuweze kufahamu mambo mengi sana. Lakini kumbuka, hii ni Swahili Gospel TV na mimi naitwa Helen Chionda. Karibu sana. Swahili Gospel TV yo yo yo. Utakutana na watumishi. Swahili Gospel TV yo yo yo. Ya Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na tamani ujitambulishe vizuri ili mtazamaji aweze kukufahamu. Kwa majina ninaitwa Pastor John Kagoro, niko Dar es Salaam katika kanisa takatifu la Mungu kwa mchungaji Obedi Katunzi. Amen. Maeneo ya Tegeta Kibo Complex. Okay, sawa kabisa. Tumekuwa tukifuatilia posti zako nyingi tu, kiasi kwamba kama vile umetutisha, umetupa wasiwasi. Tunaomba tufahamu leo hii, mtu ambaye anakutazama kupitia Swahili Gospel TV, kiroho safi, anataka kwenda mbinguni, nini afanye? Amen. Mafundisho mengi ambayo Mungu amenipa neema ya kuzungumza na ninyi, kwa wale mnaonifuatilia Facebook, TikTok na mitandao mingine ya kijamii kwa jina la Pastor John Kagoro, kama mmeyaona mafundisho yangu mengi ambayo ninajaribu kuwafundisha watu, sio kwamba ninawatisha. Ninajaribu kutoa tafsiri sahihi ya maandiko, vile ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo anatamani ninyi mjue. Na kuna mambo mengi nyinyi kwenye ulimwengu wa mwili mnaweza mkawa muyaoni, lakini katika ulimwengu wa roho ni vitu ambavyo ni halisi na ni vya kweli. Kuna namna kwenye mafundisho huwa najaribu kuviweka kwenye ulimwengu wa mwili ili muweze kunielewa, sio kwamba nawatisha, bali ni macho yenu pia hata ya ndani, na nyie siku mkipata neema ya kumwomba Mungu awaambie uhalisia wa hivyo vitu, mtakuja kugundua kwamba katika fundisho fulani tulimuona Pastor John Kagoro alizungumza kwamba hiki kitu kipo hivi. Mfano, nikijaribu kuzungumza kwa habari ya mwanamke ambaye amevaa mapambo, amevaa nywele bandia au mawigi, huwa ninajaribu kuonesha picha ya mwanamke amevaa nyoka. Ni kiukweli kabisa, katika ulimwengu wa mwili unaweza kuona kabisa ni vazi ambalo mtu akivaa nywele zile unaweza kawa unafikiri labda ni nywele nzuri, unaweza kumsifia, blazini hair hizo perushani hair ni nzuri, zinang'aa vizuri hivi katika ulimwengu wa mwili. Lakini ukimwambia Yesu, nivue haya macho ni uone ulimwengu wa roho, hii nywele, hii perushani hair, hii blazini hair hii, utaona katika ulimwengu wa roho ni mwanamke kabisa amevaa, yani ni nyoka kabisa katika ulimwengu wa roho. Lakini unapozivaa katika ulimwengu wa mwili unaweza kusema hiki ni cha kawaida, nitapendeza, nitasifiwa na watu. Kwa ninapokuwa ninalitoa lile fundisho, sikutishi, ila ninajaribu kukuamsha ndani kwamba ni hatari. Yaani hili wigi tunaloongea, hizi nywele tunazoongea za bandia ni hatari, mwana wa Mungu sizitumie. Unaweza kuniambia, Pastor John, zimeandikwa wapi? Biblia inaandika wapi kwamba haya manywele bandia ni dhambi? Ukisoma kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango ule wa 2 mstari wa 9, pale Mungu anazungumza kwa habari ya mapambo, kutumia nywele bandia. Anasema hivi, vivyo hivyo wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Hicho ni cha kwanza, si kwa kusuka nywele.
Unaona, kitu cha kwanza Biblia imeshasema si kwa kusuka nywele, maanake Mungu yupo kinyume na fashion zote za kubadili nywele, wala dhahabu wala lulu. Mungu amekataza dhahabu, lulu na vitu vingine. Unaweza kujiuliza kwenye Biblia ni nani alikuwa anatumia hivi vitu? Kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 9 mstari wa 30 kuna mwanamke mmoja anaitwa Yezebeli, alikuwa ni kahaba. Yezebeli kibiblia ni mwanamke kahaba, lakini alipomuona Yehu anakuja alijipamba akatengeneza nywele. Kwa hiyo hivi vitu mnavyoviona vya kutengeneza nywele si kope, vinatoka kwa Malkia Yezebeli. Na mnatakuwa mfahamu watu wengi wanaoandikwa kwenye Biblia wengi zilikuwa ni roho za giza. Yaani wengine unaweza kufikiri labda ni jina tu limeandikwa kwenye Biblia, lakini ilikuwa ni malaika aliyeanguka katika miili ya wanadamu, alikuwa anatenda kazi ndani ya mtu kwa ajili ya kuharibu kanisa. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho nitamani zungumze. Sawa. Kwa hiyo leo hii kwa mwanamke ambaye anatamani kufika mbinguni, aachane na vitu bandia, aachane na kuvaa suruali, aachane kuvaa pete, hata pete za ndoa, kubadilisha rangi sijui na kila kitu. Sasa tofauti na hivyo, kitu gani kingine afuate? Unajua Mungu kuna aina 3 za utakatifu. Kwa wale ambao mnasoma kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wa 7 mstari wa 1, Mungu anazungumzia kwa habari ya uchafu wa mwili, nafsi na roho. Kwa kuna aina 3 za utakatifu. Kuna utakatifu wa mwili. Mungu anataka muonekano wako, kwa sababu mwili wako ni hekalu la Mungu, uwe sambamba na mapenzi ya Mungu. Cha pili ni nafsi yako, akili na mawazo lijae neno la Mungu. Unakuta kuna mtu mwingine kwenye mwili wake, kwenye akili yake imejaa pornography, mawazo mabaya, kuna vitu fulani vimekaa vibaya. Cha tatu ni roho ya mtu. Katika roho yako lazima kuwe kuna utakatifu. Ndoto unazoota, maono unayoona yawe sambamba na mapenzi ya Mungu. Sasa mwanamke ukikubali utakatifu wa nje kabisa, ukasema nimeacha mawigi, nimeacha heleni, nimeacha nywele bandia, kwa sababu neno la Mungu lina hukumu. Ukisoma kitabu cha Warumi mlango wa 1 mstari wa 24 na kushuka chini, utaona pale Mungu anazungumza kwa habari ya kubadili asili yako, kwamba ni makosa. Sasa ukishaacha, kinachofuatia ni matengenezo ya ndani, utakatifu wa ndani. Utakatifu wa ndani tunaongelea tabia ya moyo, kuwa mbali na kiburi, unyenyekevu, kusamehe watu, wema, uaminifu. Yaani Mungu hamalizi na wewe nje tu kwamba mimi sasa hivi nimekubali kwamba nikienda kanisani nina nywele zangu nimefunika vizuri hivi, basi ukikosana na mtu ndo umwekee kinyongo. No, Mungu akishaanza kudili na wewe nje, anaanza kudili na wewe ndani. Sasa Mungu anadili na mwanadamu vipi ndani? Kwa mafundisho sahihi ya neno ambao utaruhusu ndani aingie, na pia we mwenyewe kusoma neno, kufunga na kuomba, Mungu atakutengeneza utakatifu wako wa ndani. Sawa. Na umezungumzia swala la pete, cheni, kwamba pia ni chukizo mbele za Mungu. Lakini hapo sisi ni watoto wa Mungu. Tunajua fedha na dhahabu ni mali ya Mungu. Je, ni vibaya sisi kutumia dhahabu? Kwa sababu ni watoto wa Mungu, ni vibaya kutumia dhahabu? Na badala yake nani sasa atumie kama sio sisi watoto wake? Amen. Ni swali zuri sana ambalo natamani ni wajibu watu. Ni kweli kabisa, sikatai. Biblia inasema dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Ni kweli kabisa, sikatai. Dunia nzima na vitu vyote vinavyoendelea katika hii dunia vimeumbwa na Mungu mwenyewe. Sasa tukisoma kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 4, tunaona pale Bwana Yesu amekutana na shetani. Shetani anamwambia Bwana Yesu, piga goti, hizi fahari zote za ulimwengu huu na utajiri wote nitaweka miguuni mwako. Maana yake kile kitu kilikuwa ni mali ya shetani, sio cha Mungu, lakini vyote vilivyoumbwa viko chini ya miliki ya nani? Ya shetani. Sasa kama mwana wa Mungu natakiwa kwamba kwenye ulimwengu kweli vitu vya ibilisi vipo. Sasa kwenye Biblia ni wapi Biblia ina hukumu kwa habari ya kutumia pete na cheni na vitu vingine? Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo, mwingine anaweza kaniambia, mtumishi, mbona hilo agano la kale? Biblia inasema Yesu ni yule yule jana, leo na hata milele. Kitabu cha Malaki kinasema mimi sina kigeugeu, Mungu abadiliki. Akizungumza kitu amezungumza. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 35, Biblia inasema Yakobo akawaambia ndugu zake waondoe miungu migeni.
Sasa kwenye ile miungu migeni waliondoa nini? Biblia inasema pete zilizokuwa masikioni mwao na mikononi. Miungu migeni. Unaweza kusema okay, pastor, hilo ni andiko la kwanza. La pili ni lipi? Twende kwenye kitabu cha Kutoka pale mlango wa 32. Wakati Musa ameenda mlimani, watu wakamwambia Haruni, tutengenezee ndama. Okay, waliposema tutengenezee ndama, maana yake nini? Wakachukua zile heleni zilizokuwa masikioni mwao na mikufu, wakatengeneza ndama. Walitengeneza miungu migeni. Lakini Mungu hakuruhusu vile, yani Mungu hakutengeneza dhahabu na hivyo hivi vitumike kwenye kutengeneza hivyo vitu. Kwa mbele za Mungu hivi vitu vina matumizi yake. Mfano, Mungu anaweza kachukua hii dhahabu, lulu kwa ajili ya ujenzi. Yani inawezekana ni kwa ajili ya ujenzi. Kuna vitu vinajengwa kwa dhahabu, inaweza kuwa ni nyumba, material fulani zinaweza zikajengwa kwa dhahabu, hiyo haina shida. Ila shida inaanza kuvichukua kuweka kwenye mwili wako. Pale ndio inakuwa ni miungu migeni. Lakini pia hii dhahabu, kwa wale ambao ni wafanyabiashara, mnaelewa kwamba inatumika kwenye stoki kubwa za kiserikali, kwamba dhahabu inaweza ikatumika kama ni pesa. Kwa Mungu ameweka matumizi sahihi, lakini sio kwenye mwili, kwa sababu vitu vingine ni vya adui. Sasa tunakuja kwenye kitu kingine ambacho mnatakiwa mnifahamu kwamba katika hizi dhahabu, mikufu na nywele bandia, kuna vitu vinatengenezwa moja kwa moja kutoka kuzimu kwenye makampuni makubwa ya viwanda vya uzalishaji. Yaani unaweza kuwa unachukua hivi mkufu, unaona ni mkufu, unaona hivi ni hereni, unaweza kufikiria hii ni hereni. Ila Yesu akikuvua macho, unaweza ukakimbia ndani, hiyo pete kama umeiacha hapo na hereni kama umeiacha. Kwa sababu gani? Vitu vingi vinatengenezwa kwenye mikono ya adui. Vinapokuja kwenye mwili wako, yani unapokuwa unavichukua umeviweka kwenye mwili wako, pale unakuwa connected, umejiunganisha na shetani na umeuza nafsi yako kwa shetani, kwa sababu kitu kimetoka ufalme wa giza ukasema basi nikitakase kwa damu ya Yesu. Tusikilizane wana wa Mungu. Kama kitu ni cha ufalme wa giza, kimetengenezwa chini ya mikono ya giza, huwezi kukitakasa. Ila kuna baadhi ya vitu kwenye hii dunia havijatengenezwa kwenye ufalme wa giza, lakini unaweza ukavitakasa kama kina nguvu yote ya giza. Lakini vile vilivyotengenezwa, vimewekewa mle manuizo, vimetamkiwa, vimetolewa makafara, vikaja kwako, huwezi kuvitakasa kwa gharama yoyote. Na ni mbaya zaidi, unaviweka kwenye mwili wako kama mapambo. Mbona ingekuwa labda ni chakula, Mungu atakufunulia umeingia agano fulani na kitu fulani, tubu, utatubu, lile agano litavunjika, utaendelea kumtumikia Mungu. Ila unachukua unaviweka kwenye mwili wako, unaishi navyo, unatembea navyo. Yani ni hatari. Unyakuo ukitokea, kwa sababu umejiambatanisha na mali za ibilisi, utabaki. Asante sana. Nashukuru sana kwa maelekezo na majibu mazuri sana. Turudi katika swala la uvaaji wa suruali. Mfano, kuna baadhi ya kazi zinalazimisha lazima mtu avae suruali. Labda ni mwanajeshi, polisi, askari magereza, mwanamke anatakiwa avae suruali. Inakuwaje hapo? Au baadhi ya kazi fulani zinatakiwa mtu avae suruali, alafu wewe unasema kwamba kwa mwanamke hatakiwi kuvaa suruali. Inakuwaje? Amen. Kuna kitu kimoja natamani nizungumze kwa habari ya kazi. Kusoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 22 mstari wa 5. Biblia inasema, yani mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume, wala mwanaume asivae mavazi yampasayo mwanamke. Kiasili suruali ni vazi la mwanaume, hiyo hatukatai. Kiasili hata leo ukienda chooni kutofautisha choo cha mwanaume na cha mwanamke, uone eti pale cha wanawake wamweke eti mwanamke amevaa suruali. Wanamweka pale mwanaume amevaa suruali, mwanamke amevaa sketi. Manake ulimwengu unajua asili ya mambo, kwamba suruali ni ya mwanaume. Sasa tunakuja kwenye kazi. Biblia imesema asiyefanya kazi na asile. Sasa unatakiwa ufahamu, Biblia inaposema asiyefanya kazi na asile, inaongelea kazi mbili. Kuna kazi moja kwa moja ni mapenzi ya Mungu wewe uifanye. Alafu kuna kazi ambayo inakutoa wewe nje ya mapenzi ya Mungu. Kuna kuaga na zama za ujinga. Yani mtu unakuwa unafanya vitu, hujajua ukweli, hujajua Mungu anasema nini, unakuwa umeanza ile kufanya ile kazi. Baadaye unakuta upo shimoni, baadaye Mungu ndo anakuambia mwanangu, hapo ulipoingia sio. Mfano,
Biblia nzima ukisoma, maaskari kibiblia walikuwa wanaume. Soma pale Biblia yote ukisoma, maaskari yani hao waliokuwa wanashika panga wanaenda vitani, hakuna mwanamke aliyeendaga vitani kibiblia. Yani hiyo hatukatai, yani hapo mnaweza mkasema mtumishi, hakuna mwanaume kwenye Biblia aliyoenda vitani. Yani mwanamke hakuna mwanamke. Sasa msingi wa kazi ya uaskari ni mwanaume. Sasa hivi ya wanawake wanaingiaje kwenye hizi kazi? Tunakuja ndio kwenye sera za ulimwengu. Wanawake wawezeshwe, wanawake wapewe fursa, wanawake na wenyewe wakumbukwe. Ila kuna kazi mwanamke hawezi akazifanya hata asemeje, kwa sababu asili ni mwanaume. Mfano, kuna kazi za ujenzi, mwanamke pale juu afiki. Pale anaenda mwanaume. Kuna kazi yani hii inataka nafasi ya mwanaume. Lakini wanawake kwa sababu ya sera, maisha yalivyokaa ya ulimwengu, kwa sababu serikali haina dini, serikali yaongozwe na Biblia, uko huru, utaenda utasoma, utaambiwa uvae suruali, lakini akishuka Yesu hapo, ni makosa yale. Ni makosa. Sasa ufanyeje kama unafanya kazi ambayo inataka uvae suruali? Mfano, kama ofisi ni yako wewe mwenyewe, tengeneza mavazi ya heshima. Yaani wale wafanyakazi wako unaweza ukatafuta magauni mazuri, ukatengeneza mavazi mazuri wavae. Kama ofisi sio yako, umekaa ofisi ya mtu, na hilo ni vazi la kazi kabisa, unachotakiwa kuomba Mungu ni kimoja. Ongea naye bosi wako. Kama bosi atakukataza, hapo ndo utapima upendo wako kwenye uzima wa milele au kazi. Swala ni moja. Ukifuata mapenzi ya Mungu, Mungu atakubariki kwa kazi yoyote ile ambayo utaifanya. Ila ukimwekea Mungu mipaka kwamba Mungu, hii kazi mimi nikifanya basi ndo mimi moyo wangu nimeweka hapa, utanifanikisha, utakaa kwenye hiyo kazi kweli. Kama kifo kitakukuta kwenye hiyo kazi unavaa suruali, hilo andiko litakuhukumu. Kama unyakuo utatokea, ukuta umevaa hilo vazi, utahukumiwa. Cha kufanya ni nini? Tunafanya maandalizi. Hatujui Bwana Yesu anakuja lini. Ni kweli kazi zinaendesha maisha yenu, lakini uzima wa milele ni wa muhimu. Zipo kazi nyingi, tena mmesema suruali na saluni. Marufuku mwana wa Mungu kufanya kazi ya saluni. Ni marufuku wana wa Mungu. Yaani ukishamuona mwanamke anaenda saluni, anaenda kuzimu, kimwili anaenda pale kujiandaa kwenda wapi? Kuzimu. Kwa sababu unaenda saluni kumkosoa Mungu. Unaenda kufanya nini? Kumkosoa Mungu. Sasa hilo ni jambo baya, kwa sababu Mungu amekupa kope fupi, unaenda kuweka zingine. Alafu umeanzisha ofisi ambayo inataka watu kucha zao kope zao zioni ndefu. Utaenda mbingu ya nani? Kwa hiyo wenye saluni wote wanafanya makosa. Yaani mtumishi wa Mungu yoyote mwenye saluni hata ulisi ufalme wa Mungu asipotubu. Yaani mnisikie wasikilizaji mnaonisikiza. Kama unamiliki saluni, jina lako lipo kwenye kitabu cha hukumu. Kwa sababu Mungu anahukumu mapambo na urembo. Na yako maandiko Mungu amekataza. Ukisoma kitabu cha Isaya mlango ule wa 45 mstari wa 9, ole wake ashindanaye na muumba wake. Kushindana na Mungu ni huku. Mungu amekuweka mweusi, unachukua cream unajipaka. Tayari ushashindana na Mungu, manake wewe hujakubali Mungu alivyokupa. Mungu amekupa kucha hizi, ni rangi, si rangi gani, I don't know, lakini unachukua rangi nyeusi unapaka nyekundu. Maana unashindana na Mungu kwamba Mungu, hii rangi ya kucha ulikosea. Mungu amekupa sura tu, lipstick za kawaida hizi unapaka nani mambo mengine. Mungu pale anaona unashindana naye. Wewe ndio umetengeneza saluni ambao watu wanashindana na Mungu. Maana yake ni nini? Watu wote wanaokuwa wanaingia saluni, yuko malaika ananoti majina yao kwenye vitabu vya hukumu. Na kama mtu wewe ni Mkristo, jina lako lipo kwenye kitabu cha uzima, ukatoka ukaenda saluni, pale malaika wanafuta jina lako. Unashindana na muumba wako. Hapo. Kuna watumishi wengi ambao tunawafahamu maarufu na ambao sio maarufu. Wanawake wanaenda sana saluni,
na hadi akipanda madhabahuni unaona kabisa kavaa high heels, kaweka sijui mawigi, katengeneza nini, katengeneza nyusi hizi nini, kila kitu, kaenda saluni. Ina maana hao hawataurithi ufalme wa mbinguni? Amina. Ni neno la muhimu sana watu waelewe. Huduma sio kigezo cha kuingia ufalme wa Mungu. Karama sio kigezo. Kigezo ni namba moja, utakatifu. Ukisoma kitabu cha Mathayo mlango wa 5 ukianzia mstari wa 1 hadi wa 8, Biblia inasema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Umemkosoa Mungu, alafu unataka uende kwa Mungu, huwezi ukaingia. Kwa sababu gani? Mungu kukupa wewe huduma hakunyang'anyi. Mungu hanyang'anyi huduma ya mtu, Mungu hanyang'anyi upako, Mungu hanyang'anyi karama. Ndio maana unaweza kukuta mwanamke anasimama anafanya hivyo. Lakini pia mwanamke sio kuhani. Haruhusiwi kusimama madhabahuni kuwa mchungaji na kuwalisha kondoo. Biblia kwenye kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa 2 ukisoma wote pale, Mungu anazungumza kwa habari ya huduma ya wanawake. Mstari wa 11 pale anasema simpi mwanamke ruhusa kufundisha wala kumtawala mwanaume. Kama Mungu amesema simpi ruhusa, manake ni zuio hilo, uruhusiwi. Kwa hao wanawake mnaoona madhabahuni wamepaka makeup si nini, wanahubiri injili, hukumu ipo. Tena wamejiongezea na mawigi na mapambo, hukumu ndio mara mbili. Cha kwanza wanavunja sheria ya Mungu kwa wachungaji, cha pili wanamkosoa Mungu kwa mapambo. Lakini Mungu hapokonyi karama, hapokonyi huduma. Mimi nasemaga mwanamke kutoka kitabu cha Mwanzo hadi Ufunuo tunamwona mwanamke ni nabii. Mfano Debora, Miriam, prophetess, yani ni wa kike. Tunaona mwalimu wa neno la Mungu, Akila na Priscilla. Mume alikuwa ni mwalimu wa neno na mke akabeba upako. Cha tatu tunaona wanawake ni wainjilisti. Yule mwanamke wa kisimani na Yesu alienda kushuhudia watu, akaja kwa Yesu wakaokoka. Hatujamuona mwanamke kuhani kwenye Biblia. Yani hakuna kuhani. Sasa moja huduma ambayo ni ya kikuhani ni uchungaji. Yani kuhani ni analea. Wachungaji manabii, mitume hawalei wao. Ndio maana hakuna mchungaji, yani hakuna nabii ambaye ana mchungaji. Huyo nabii atakuwa anadanganya. Lazima awe chini ya mafuta ya kikuhani ya mtu fulani, kwa sababu mchungaji ndio kuhani, analea kila mtu. Wachungaji wote wa mjini hao wa kike hawa ni ubatilifu tu. Yaani hao ni zama za ujinga, hawajui neno. Theolojia, ukienda kusoma theolojia utaambiwa mwanamke anaweza kawa mchungaji. Mfano, andiko linalotumika ni ile la Matendo mlango wa 2, kwamba siku za mwisho Bwana atamwaga roho wake na mabinti wataona ni maono na ndoto. Biblia imesema maono na ndoto, ujazo wa roho wa Mungu, mtembeleo wa roho wa Mungu. Haijaongelea huduma pale. Yaani pale Mungu ameongelea utendaji wa roho wa Mungu kwenye maono na ndoto. Mungu anazungumza kwamba kanisa la mwisho ataliokoa kwa maono na ndoto. Biblia nzima unaosoma mtumishi ni maono. Mfano, Musa alimemwandika habari za Hawa na Adamu. Alikuwepo? Aliona maono. Mungu alikuwa anamfunulia kwamba nilikuwa na mtumishi wangu alikaa bustani Eden akafanya hili kosa, alifanya hili kosa. Twende kwenye kitabu cha Ufunuo. Amefunuliwa. Amemwona mpiga Kristo na 666. Alikuwa miaka 2000 iliyopita. Kwa Mungu anaachilia huduma ya maono na mafunuo kuliokoa kanisa, lakini sio andiko la kumruhusu mwanamke awe mchungaji. Sasa unatakuwa waulize wanawake, wewe umeitwa kwa andiko gani? Atakwambia hilo hapo. Hilo ndio tafsiri yake sahihi hiyo. Mwanamke anaweza kawa ni mwalimu wa neno, anaweza kawa mwinjilisti, anaweza kawa nabii. Umenielewa? Akilelewa chini ya mchungaji. Hizi huduma zingine hizi wanazoendelea hizi, kuta mwanamke na kanisa kabisa amejiweka pale nguvu ya neno, ni uongo. Basi sawa. Pia tumeona hivi karibuni umeposti baadhi ya waimbaji wa kike ambao wametoka kwenye ndoa zao, na umesema kwamba wasiolewe tena, au hata wanaume ambao wametoka kwenye ndoa zao wasioe tena. Kuna watu ambao wamefanya hivyo, tayari wameshafanya. Nini kifanyike sasa? Mtu ameachika kwenye ndoa ya kwanza, au ameacha kwenye ndoa ya kwanza, ameingia katika ndoa nyingine na tayari ana mke au ana mume na watoto. Nini kifanyike sasa? Kuna toba?
Yaani mtumishi wa Mungu, Biblia imejaa kanuni nyingi za Mungu, na ni muhimu sana tuzijue kanuni za Mungu ili tunapokutana na matukio fulani ya maisha tuweze kuwa salama, kwa sababu hata kama ukifanya maamuzi mabaya ukaenda kinyume na neno la Mungu, hiyo ni hukumu. Sasa kama we ni mama, ulikuwa ni mwanaume mmeachika, alikuoa kabisa, alienda kwa wazazi wako akajitambulisha, yule mwanaume akakuacha akaolewa na mke mwingine, usalama wako baki mwenyewe. Kama alikuacha ukaona kubaki peke yangu ni ngumu sana, ukaolewa na mwanaume, toba ya kweli ni kuachana na huyo mwanaume na kurudi mwenyewe nyuma, kutubu na kutengeneza, kuomba Mungu yule aliyeondoka arudi. Sasa watu wananiambia, Pastor, kweli anaweza karudi? Ukimpa Mungu mipaka, huyo sio Mungu. Sasa kama Mungu wako unaona hiki anaweza, hiki hawezi, una makosa. Tayari ana familia nyingine huko na huyu tayari ana familia nyingine, inakuwaje sasa hapo? Yaani hao ni mafundisho ya kweli. Ukipewa mke na Mungu, umeenda kutoa mahali, ukajitambulisha kwa wazazi wake, yule ni mke wako. Ikitokea vitu vimegombana, kila mmoja akawa na familia yake, kwa ukweli wa Mungu lazima mrudi mtengeneze, mrudi kwa mume na mke. Na wale watoto mliozaa pembeni mnaweza mkawalea wakawa ni familia, lakini lazima urudi kwa yule mke wako wa kwanza ambaye ulimtolea mahali. Akifa uko huru. Yaani uko huru. Uko huru. Yeye yuko hai. Uliachana naye, uko na mke mwingine au mume mwingine, uzinzi. Utafika lile lango la mbinguni, Mungu atakwambia, mwanangu, ulikuwa mzinzi duniani, uliachana na mume wako akiwa hai, ukaolewa na mtu mwingine. Na Biblia inaeleza kabisa. Yaani Biblia inaeleza vizuri kabisa. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 6, kuna mafundisho mengi sana Yesu alizungumza. Yaani alisema mtu akimwacha mke wake au mume wake, isipokuwa kwa habari ya uasherati, amfanya nini? Kuwa mzinzi. Watu hawaelewi uasherati. Uasherati ni dhambi ambayo anafanya mtu kabla hajaoa. Yaani ni dhambi inayofanyikaga na mtu ambaye hajaoa. Mfano ni huu hapa. Wakati Yusufu anamuoa Mariamu, alimuona na mimba. Ule ulikuwa ni uasherati. Amemtolea mahali, amefikia level anataka aje kwake, akamuona na mimba, hawajakaribiana, ule ni uasherati. Lakini pale alikuwa amebeba mimba kwa uwezo wa nani? Wa Roho Mtakatifu. Pale ndio Mungu anaruhusu kuachana. Ndio maana tunamuona pale Yusufu alitaka kufanya nini? Kumwacha, ila Mungu akamwambia usimwache, amepata mimba kwa uwezo wa nani? Wa Roho Mtakatifu. Kwa hatua ni ya mwanzo ile ya Bikira Maria ndio unaweza ukamwacha mtu. Mkiingia kwenye ndoa, mmebarikiwa kanisani, ametoa mahali, akazini, ni kosa linalosameheka. Akikuacha ni kusugua goti. Mungu ampe maarifa ya kweli, mrudiane, mtengeneze familia. Akiwa na magonjwa, akaja na ukimwi na vitu vingine, omba hekima ya Mungu ya kuishi naye. Sawa. Kwa kumalizia, mtumishi wa Mungu, hapa kuna Biblia, hapa kuna Qur'ani. Naomba utofauti kati ya hivi vitu kiroho zaidi. Tofauti ya Qur'ani na Biblia ni moja tu, yaani ya pekee sana. Mwandishi mkuu wa Biblia ni Roho wa Mungu. Umenielewa? Lakini vitabu vingine sina namna yoyote ya kueleza. Lakini katika vitabu vyote, tofauti ya Qur'ani na Biblia, Muhammad hakukiri yeye ni njia, kweli na uzima. Yaani hakukiri chochote. Ila Yesu alisema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa mimi. Umeelewa? Na Yesu ni neno la Mungu. Kwa tofauti ya Qur'ani na Biblia, katika Biblia Yesu alikiri yeye ni njia, lakini Muhammad hakukiri yeye ni njia. Asante sana. Kwa kumalizia, una kitu gani cha kumwambia mtazamaji ambaye anakutazama muda huu hapa, alafu tuweze kumaliza? Kitu ambacho naweza nikazungumza, kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa 7 mstari wa 14, Biblia inasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuiponya nchi yao. Mungu anaagiza toba. Tuko majira ya kutubu.
Mnaweza mkawa mnafikiri kwa nini ninazungumza ukweli mpaka mnasema ukijana ni nani? Lakini niwaambie, time is over. Jesus is coming. Yani muda umeisha. Yesu anarudi. Tukinyamaza tutakuwa wauaji. Tutazungumza ukweli ambao Yesu akirudi au kifo kikija, hakuna ambaye damu yake tadaiwa mikononi mwetu. Kwa ninachoomba wewe msikilizaji wangu unayenisikia hapa, soma Biblia sana na muombe Roho wa Mungu akutafsirie Biblia sambamba na mapenzi ya Mungu. Ukipata tafsiri isiyo sahihi ya neno la Mungu, ni hukumu yako hiyo. Yaani hiyo ni hukumu yako. Tafuta tafsiri sahihi ya neno kutoka kwa Roho wa Mungu mwenyewe unaposoma Biblia yako. Usiokuwa unasema mtumishi, uona kataza mwagi na mapambo, mbona mimi nabii wangu akatazi? Mbona mimi mtume akatazi? Mbona fulani akatazi? Kwa sababu tafsiri sahihi ya Biblia anaitoa Roho wa Mungu mwenyewe. Watu wengi hawana hiyo neema, lakini pia natakuwa watu wafahamu hivi vitu tunaohubiria, kwa sababu kila mtumishi ana agano lake na Mungu. Hatoki kwa Mungu. Hawezi akakwambia vitu vya Mungu. Ni muhimu sana kumuuliza mtu ambaye Mungu amemchagua. Kuna kauli moja Mungu aliwaambia wana wa Israeli kwamba kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, mnapoenda kutoa sadaka, mtatoa katika madhabahu niliyoichagua na jina langu nilipoliweka. Mungu akaweka direction kabisa kwamba kama sadaka unatoa, peleka sehemu ambayo nyumba nimeichagua na jina langu liko pale. Na Mungu alimwambiaga Suleiman, hii nyumba uliyoijenga, jina langu litakuwepo katika hii nyumba. Kuna watu unaweza kuwa unaona ni watumishi lakini hawajabeba jina la Mungu na ni maarufu kwenye nchi. Washakuwa tayari kwenye ulimwengu mwingine ambao si wa ufalme wa Mungu. Ukiwaangalia hivyo unaona ni watumishi wa Mungu. Hawawezi kukwambia pete ya ndoa ni dhambi, kwa sababu wao wanajua sisi ajenda yetu ni kuwahubiria watu tupate pesa na mali, wakimaliza wawe maarufu basi. Chochote cha kweli wataogopa kukwambia, kwa sababu wanajua yule tuliyeka naye agano atatupunguzia upako, atatufuta. Wengine mnavyoona wanavyovaa madhabahuni, mnajiuliza hivi ni mtumishi? Ashatumwa kule, anamwakilisha nani? Shetani. Kwa wengine watumishi mnaweza kusema mbona mtumishi fulani hahubiri, mbona fulani hahubiri? Kila mtu ana agano lake na Mungu. Kuna wengine Mungu aliwapa ujumbe hawazungumzi. Wamenyamaza. Acha bwana. Kuna watu wengine Mungu aliwapa ujumbe wa kukemea mawigi, mapambo, hawakuzungumza. Lakini Mungu yupo, tumesimama kina John tunazungumza. Asante sana kwa muda wako. Amen, nashukuru sana. Mtazamaji wa Swahili Gospel TV, ni kushukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia. Ni matumaini yangu utakuwa kuna kitu ambacho umekipata cha tofauti sana, na kama ndivyo basi hakikisha kwamba unakifuata ili mwisho wa siku wote tuweze kuurithi ufalme wa mbinguni. Mimi naitwa Helen Chionda na hii ni Swahili Gospel TV. Hakikisha unatufollow, una subscribe, una share, una comment na vitu kama hivyo, alafu inakuwa vizuri zaidi. Barikiwa sana. Amen. Swahili Gospel TV, utakutana na watumishi. Swahili Gospel TV,